Bwana huyu mwamba alimpenda demu zombi, ili kuzuia simng'ate akaweka kifaa maalumu mdomoni mwake, kisha wakaanza kuishi pamoja kama wanandoa. Lakini bibi aliendelea jaribu kumng'ata huyu jamaa kokote kule walikokuwa, akawa anamfuata bafuni. Hata hivyo binti huyu alikuwa ni mtu muhimu sana kwa huyu mwamba. Kwa muda mwingi akawa anakausha nywele zake, kusafisha meno yake pia. Muda mwingi alikuwa anawalika rafiki zake ambao wangemwimbia nyimbo zombi huyu. Awei kila patapo muda alitoka na kwenda kupigana na mazombi wengine huko nje, kisha angewapokonya mikufu yao, kwa sababu huyu zombi wa kike alikuwa anapenda sana mikufu na mbio. Hata hivyo msichana huyu alikuwa anayatoa macho tu, kwani hakukuwa na binadamu wowote uliobaki ndani yake. Lakini jamaa alipenda sana kumuona binti akiwa na furaha pindi avapo mikufu hiyo. Jamaa akataka kutengeneza familia kabisa, hivyo akaamua kumuoa zombi huyu, kisha akawafunga mazombi kwenye viti na kuwafanya kuwa wageni katika harusi yao. Kisha akamvisha binti huyu gauni zuri la harusi. Harusi ilipoanza, mazombi wote walibaki kushangaa tu kutokana na uzuri wa binti huyu. Mwamba hakuchelewa, akamvika pete papo hapo. Kisha bidada akarusha maua hewani, mazombi wakayagombania. Lakini walipokuwa karibu kubusu, huyu mdada akang'ata shingo ya jamaa. Mazombi wengine wakatamani nao wakaanza kumshambulia. Hata hivyo walifanikiwa kutoroka. Siku moja bwana, Mwamba aliokota gazeti, na katika gazeti kulikuwa kumeandikwa habari kuhusu tiba ya virusi kama mtu ameambukizwa na kuwa zombi. Mwamba akafunga safari mpaka huko iliko tiba. Lakini mahali hapa mazombi walikuwa wamejaa, lakini kwa kuwa alikuwa amedhamiria kumwokoa msichana huyo, hakukata tamaa. Alipigana na mazombi wengi vibaya mno. Kama bahati bwana, akaipata chanjo ambayo itamwokoa binti huyu. Lakini alipokuwa karibu kumchoma sindano hiyo, mazombi walitokea. Wote wawili wakakimbilia ndani ya gari kutokana na hofu waliokuwa nayo. Kwa bahati mbaya wakawa wamedondosha ile sindano bwana. Wakati jamaa anainama ili kuiokota, kumbe chini palikuwa na zombi mwingine koli kamng'ata. Haraka virusi vikaanza kuenea katika mwili wa jamaa. Sasa sindano ni moja alafu wako wawili. Awei alikuwa tayari kujidunga sindano hii ili aokoke, lakini wakati huo huo msichana wake aliambukizwa akajisogeza karibu naye. Mwamba akaamua kutabasamu, kisha akamchoma sindano huyu bidada. Taratibu mwili wa binti ukaanza kurudi katika hali yake ya kawaida na akawa binadamu tena. Lakini hivi sasa hakuwa anamkumbuka huyu jamaa. Wakati huo Awei alianza kupoteza akili na kuwa zombi kamili. Hata hivyo alipomwona binti huyu mbele yake, alihisi kuwa anamfahamu. Wakati huo mazombi wenye njaa walikuwa wanamkimbilia binti huyu ili kumng'ata. Awei aliingilia kati na kumlinda kwa mwili wake. Msichana akamwangalia kwa mshangao, hakuelewa kwa nini huyu zombi anamsaidia. Kama bahati bwana, wakatokea watu ambao walikuwa wajaathirika na virusi hivi na wakamwokoa bidada. Japokuwa Awei hakuwa mwanadamu tena, lakini kila wakati alikumbuka harufu ya demu wake. Ili asimwambukize tena huyu binti, Awei akavaa tena kifaa cha meno na akaondoka hapa. Sasa wakati anaondoka, binti akawa ameona alama za kung'atwa kwenye bega la Awei. Hapo kumbukumbu zake za zamani zikaanza kurejea polepole. Hatimaye